lakini nilikuwa na himizo ndani ya moyo wangu kupitia Roho Mtakatifu kwa ajili ya neno la msamaha. Msamaha ni kuachilia mtu ambao umembeba kwa muda, kuachilia mambo ambayo yamekuumiza kwa muda, kuachilia kovu ambalo limejengeka kwa moyo wako kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Maana tulikuja tukafundishwa mambo na moyo, si ndio? Na makovu yamekuwa ndani ya mioyo yetu, ama maneno ya uchungu yalionenwa, na si kwamba yalinenwa tu, hata pia wewe ulinena kwa wengine na ukaumiza mtu kwa njia nyingine wewe hujui, na ukabaki ya kwamba unajipiga kifua ya kwamba wewe uko sawa, kumbe hauko sawa, mimi siko sawa. Alafu inajenga kitu kinaitwa chuki. Mara nyingi tunapoumiza wengine pasipo kujua ama umejua, huwa tunaenda kuomba rehema kwa Mungu. Na mtu asipoomba rehema, kiburi kinaingia ndani yake. Unaongoza ama unatawala kwa kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Ukijiona labda wewe uko salama, nikijiona labda mimi niko salama, kumbe siko salama kulingana na maandiko. Tunapatana? Jambo la kwanza, we have to forgive one another. Mimi na wewe tunapo interact ni lazima tusameheane. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na wewe, yani one on one. La pili, unastahili kujisamehe wewe mwenyewe. Ujisamehe wewe mwenyewe. Hapa kwa kujisamehe wewe mwenyewe, huenda kwamba ulikuwa umefanya mambo ambayo watu wote macho yao yanakuangalia wewe, yanakutazama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na anapokutazama wewe, unakaa nile ambayo tumeambiwa na pastor ya kwamba there is no condemnation, bado unajikondemu ya kwamba hivi nimesameheo, mbona nikipita hivi watu wananiangalia, mbona nikiongea tu watu wanabaki wakicheka. Without repentance, forgiveness will be useless. Msamaha unachangiwa kwa kutubu. Ndiposa Biblia inasema ya kwamba ukiona mwenzako amekukosea ama mmekosana, nenda kwake mkapatane. Si ndio? Ni Biblia, ni neno, na litabaki kuwa hivyo, si maneno yangu. Ukienda kwake mkipatana, akikataa, basi ita wenzako 2 3. Ikishindikana, basi mpeleke, si neno liko hivyo. Lakini leo hii huwa hatufanyi hivyo. Kwa sababu gani? Grudges zimekuwa. Tunakosanaga wazazi na watoto. Hata wazazi wako hapa na watoto wako hapa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanakosana. Lakini ukirudi nyumbani jioni kama mzazi, utakasirikia ule mtoto. Utamuongelesha na kesho tena atarejelea lingine tofauti. Nimekuwa na kijana, kwa hivyo naelewa naongea mambo gani. Kesho pia mnakosana. Sasa ukiwa ni mtu wa kubeba maumivu, utabeba kupitia huyo mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Tunapatana? Huyo ni mtoto na mzazi. Kuna bibi na bwana. Bibi? Bibi na bwana. Unaamka asubuhi unajua kabisa haya ni masaa ya kwenda kanisani. Alafu mtu mwingine tu hivi anaamua kutumiwa na shetani. Na nyote mmeokoka. Hapa atuongei labda mtaifa. Unajua mtaifa unaweza muelewa, hata ukija kueleza pastor, unajua kwamba bwanangu jana amelala mlevi hivi, amamka asubuhi anasema kwamba nipikie chakula. Ni lazima utapika sima ya watu. Kupika sima lazima utapika. Utakuja na kiroho chako hapa na huku nyumbani umeacha nini? Shida. Maana ukija jioni utaenda kulala kwa pastor, unaenda kwa nyumba yako. Kwa hivyo ni lazima upike chakula. Lakini kwa mtu ambaye umeokoka, unasikia moyo umekunja ngumi. Yaani hivi huyu ndugu hajui kama inastahili ni ibada leo. Kwa nini anatumiwa? Usipokuwa vizuri, unatembea na kovu ndani ya moyo. Haya pastor anasema tunacheka, lakini sometimes nilivyokuwa najifikiria, ni kweli utamwona kama mbuzi. Hata huyo bibi utamwona kama mbuzi.
maana amekuwa ni mtu wa kutumiwa. Lakini inastahili ya kwamba tuombe rehema kwa Mungu. Ya tatu ni employee and employer. Uko kazini, umefanya kazi yako vizuri kabisa, na huyu mtu aliyekuajiri anakaa tu na yeye pia anatumiwa, ama wewe ambaye uliajiriwa pia nawe unatumiwa. Unajua hapa ni both sides ya tuongee habari ya mtu mmoja. So huyu employer anaweza kuwa kwazo kwa huyu, na huyu employee pia anaweza kuwa kwazo kwa huyu. Unapotoka kazini unaweza bebana na hizo hali kwa nyumba. Watu wako na furaha pale kwa nyumba, lakini wanakupata tu una react weird. Kwani leo mami ana nini? Kwani leo dadi ana nini? Kumbe ni kwa sababu kumevurugwa pale. Bwana Yesu asifiwe. Unastahili kuomba msamaha kwa Mungu. Mungu, ninaenda nyumbani, hii hali ambayo nimenichafua roho, naomba tu unisamee na unitakase, ili usiende kutoa mambo ambayo ni ya uchungu kwa watoto wako, kwa mume wako, kwa mke wako. Bwana Yesu asifiwe. Nyingine ni church and servants. Haleluya. Haleluya. Tunakuaga mara nyingi, hata Reverend amesema mara nyingi, kama unaona nilikukosea sikuje tupatane. Lakini mtu anajua kabisa kwamba sasa hivi nikienda mimi nitamwambia nini. Na kama Reverend naye ama kama ni pastor, mtumishi yote yule kwa makasa tofauti, mimi niende kwake, alafu itakuaje? Lakini kumbuka Biblia imesema kwamba mwenzako akikukosea mfanye nini? Mwende mpatane. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni Biblia. So unatii neno, Bwana nimekuja kwako, unajua ni hivi na hivi na hivi na hivi. Mnapatana mkiwa wawili. Akikataa mnaenda. Church and servants of God. Ya nne ni Mungu na wewe. Wewe na Mungu. Mimi najijua mahali nilikosana na Mungu. Wewe unajijua mahali ambapo umekosana na Mungu. Na kwa sababu mimi na wewe tunajijua mahali tulikosana na Mungu, bado Mungu anasema kwamba utarudi pale pale. Kurudi utarudi. Ukiwa na kiburi hautaweza kufikia hatima zile ambazo tulikuwa tunafundishwa. Mnaniangalia vizuri mpaka tunapatana? Unajua kabisa ni wapi. Kama nikutotii, unajua kabisa siku fulani niliambiwa na nikakosa kutii. Unarudi hapo, piga magoti uombe msamaha kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati nilikuwa tu ninaji-examine vile tulivyofundishwa kitambo kidogo, na nikafika mahali nikamwambia Mungu nimekusamehe. Mimi mwenyewe nikamwambia Mungu nimekusamehe, kwa sababu hili na hili nikanyaga kanuni yako. Si kwamba sikukanyaga. Sasa kwa nini? It was my personal things. Nikamwambia tu Mungu nimekusamehe. Na nilivyosema hivyo sijui ni kitu gani kilikuweko. Unajua unakaga tu unakaa unaishi kama unamchukia Mungu. Lakini kumbe Mungu hachukiwi. Nikaja kuachilia neno, Mungu nimekusamehe. So tumepatana hapo. Tuende Luka mtakatifu. Mlango wa 15. Luka mtakatifu mlango wa 15 mstari wa 18 mpaka 21. Inasema, nitaondoka nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele zako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Huyu ni historia ya mwana mpotevu. Huyu mwana mpotevu, huyu baba hakuwa na radhi ya kuweza kuachilia mali. Hakuwa amegawanya mali, lakini huyu mtoto alidemand mali kwa baba yake, apatiwe urithi wake. Na alivyopatiwa urithi, jua mzazi hajaachilia. Unajua kuna wakati tu mzazi anasemaga kwamba
nimefika mahali, wacha wewe nikupatie hii, nikupatie hii, nikupatie huyu. But huyu sidhani kama ilikuwa ni hivyo. Ilibidi babake ati vile mzazi amefanya nini, yeye vile alivyosema. Anamshurutisha mzazi ya kwamba nipe urithi wa mali yangu. Ningekutana na mama kama mimi ningemwambia tulitafuta na wewe lini? Urithi nilitafuta na wewe lini? Sio tutafute za kwako. Lakini huyu baba hakujibishana na huyu mtoto. Akampatia. Nadhani moyoni mwake aliona kwamba huyu siku moja tanda arudi. Maana kuzitolea jasho. Huu urithi hakuutolea jasho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo alivyoenda akafanya mambo ya anasa na usherati. Mpaka ikafikia kiwango cha kutamani chakula cha nguruwe. Kiburi ni kibaya. Unaweza shukishwa mpaka chini. Chakula cha nguruwe na ulikuwa unakula kwa baba yako, unakula na kusaza. Na alivyokuwa ametamani chakula cha nguruwe, basi anapata ufahamu kwa akili yake. Akasema ya kwamba niko hapa na watumishi wa baba yangu wanakula na kunwa. Mimi nitaondoka. Yaani hata kama nitaenda nifanywe kuwa mtumwa wa baba yangu, sina shida. Kitu ni kwamba nitaondoka. Mambo hapa ni kuondoka. Alivyo realize ya kwamba mimi hapa nateseka katika nchi ya ugenini, wacha niondoke niende. Akaenda kwa babaye. Alipokuwa hiyo 18, nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Anajiaddress ya kwamba nimekosa mbele zako na nimekosa pia mbele za Mungu. Nimekosa. Lakini sasa shida iko hapa mimi na wewe ya kwamba hatutaki kujikubali tumefanya makosa. Huwa hatupendi kujikubali. Hata kama umeambiwa na mtoto wako, mama hapa umefanya vibaya, wewe ndio wa kwanza kujikua na kiburi ya kwamba kati ya wewe na mimi nani analea mwenzake kwa hii nyumba. Lakini unastahili kusikia hii sauti ya mtoto, mbona ananiambia hivi? Maana anajua kabisa hii njia ambayo umeenda si nzuri. Mtoto asikiwe na mzazi na mzazi asikie mtoto. Haleluya. So alivyoenda akasema, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Yaani amenyenyekea kiasi cha kwamba ameshuka chini, hata kama ni kufanywa mfanyikazi afanywe. Lakini baba yake alifanya hivyo kweli? Bwana Yesu asifiwe. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa ngali mbali, hiyo step amechukua, lakini alipokuwa ngali mbali baba yake alimuona, akamuonea huruma. Na alivyomuonea huruma akaenda mbio akamwangukia shingoni akambusu sana. Jinsi tulivyo na upendo wa Mungu katika maisha yetu. Na akamkumbatia. Alivyomkumbatia akambusu. Yule mwana akamwambia tena, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Anaomba msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Anaomba msamaha kwa yale maovu ambayo alifanyia baba yake. Na baba yake akumwambia kwamba vile ulikula urithi wako, mimi hapa nimebaki na huyu mtoto wangu. Hapana, yeye alisema achinjiwe na apatiwe mavazi na kavalishwa pete. Kwa sababu gani? Mungu anaposamehe, anatusamehe. Tupate wa baba ambao wana upendo kama huu. Taifa linapona. Kanisa linapona. Bwana Yesu asifiwe. Ukikutana na hali kama hiyo ya baba na mtoto ama ya mama na mtoto, unastahili kuomba msamaha, ili Mungu akaweze kufungua hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Tutaomba sana kwa ajili ya wachawi na waganga, si vibaya. Lakini wewe mwenyewe ni kitu gani umebeba kwa moyo wako? Ni kitu gani ambacho kinakuletea maumivu mpaka majeraha haya ya kwamba hutaki kuachilia huo uchungu, hutaki kuachilia hayo matukano, saa zote yanakaa yanaring kwa akili yako. Hata nyimbo unazoziimba zinafanana tu na hayo matukano. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo tunamuona ya kwamba mwana mpotevu aliweza kukumbatiwa na baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuweza kupotezwa.
aliweza kukumbatiwa vizuri. Sijui kama mama hakuwa wakati huo, siwezi jua. Lakini kitu ninajua ni kwamba upendo kwa mama ni mzuri sana. Mzuri tu sana. Leviticus 19. to 18. Leviticus inasema, Leviticus ni nini kwa Kiswahili jamani? Sipoteze wa mama. Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi mlango wa 19 mstari wa 17. Usimchukie ndugu yako moyoni mwako. Ni lazima kumkemea jirani yako, wala usichukue dhambi kwa ajili yake. Usifanye kisasi wala kuwa na kinyongo juu ya wana wa watu wako, bali umpende jirani yako kama nafsi yako. Mimi ndimi Bwana. Kuchukia na kisasi tumekuwa nacho katika kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kosa tu hivi hivi utalitaja mwaka, nitalitaja mwaka. Lakini Biblia inasema ya kwamba usimchukie ndugu yako moyoni mwako. Ni lazima kumkemea jirani yako. Yaani kukemewa ni lazima. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kemeana, lakini huku kukemea basi usinichukie. Mika inasema ya kwamba unaponiona ya kwamba nimeanguka nitasimama tena. Na unaponiona kwamba unanichukia kwa sababu ya yale matendo yangu ama matamshi yangu, basi kuna wakati nitajirealize na nitaingia kwa Mungu na nitafanya nini? Nitaomba Mungu rehema. Anaponisamehe, basi nitakuwa nimemalizana na Mungu. Na naomba watu wasilale. Pastor alikuwa ameshaniombea. Watu wasilale. Ni makosa sana kulala wakati pastor alikuwa shaomba. Sitaki kuombewa. Haleluya. Na usifanye kisasi wala kuwa na kinyongo juu ya wana wa watu wako. Visasi vimejaa. Kisasi kimejaa. Tunapoambiwa ya kwamba omba kwa ajili ya familia, utaomba vizuri. Omba kwa ajili ya mtu fulani, utafunga mdomo. Kwa sababu umebeba nini? Grudge. Huwezi muombea. Hutamuombea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kati ya yule ambaye unamuombea na wewe, nani akona shida mbele za Mungu? Ni wewe. Maana Biblia inasema ya kwamba bali umpende jirani yako kama nafsi yako. Mimi ndimi Bwana. Umpende jirani yako kama nafsi yako. Unapomkemea, ndio umeshamkemea na umemwambia the fact. Haina shida, lakini usiwe na kinyongo na yeye, usimchukie. Unaomba msamaha kwa Mungu, nishamwambia Mungu, lakini pia usionyeshe kumtelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Yaani paka ujue kabisa kwamba nimekemewa, kwa tena alivyonikemea mimi si nimerealize makosa yangu. Mbona naona ananiavoid? Mpende jirani yako kama nafsi yako. Ni Biblia, ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hapendi kisasi, hapendi kuchukia. Usimchukie mtoto wako kwa sababu amekufanya 1 2 3. Mtoto usichukie mzazi wako kwa sababu amekufanyia 1 2 3. Msamaha ni kwamba Mungu anataka kwamba tusamee wengine ndipo atatusamee. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo Mathayo 6. Kumi na 4 na 15. Matthew 6 14 to 15. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Haleluya. Tukisamehe watu makosa yao, tunapata kibali kwa Mungu cha kusamehewa na Baba. Tunapatana wapendwa. Haleluya. Tusipowasamehe watu makosa yao, tunapobebana na wao, Mungu anasema ya kwamba Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Hata sisi wenyewe hatutapata kibali cha kusamehewa na Mungu. Hatutapata. Kwa hivyo ninapokuja na kuomba, nisiposamehe, nisipoachilia, basi automatic kwa Mungu hata nisamehe. Ni mpaka ni deal na kile ambacho kimeniumiza kwa moyo. Ni mpaka ni deal na yale makovu yaliyo ndani ya moyo wangu.
yanapoyeyuka nikiombea wengine na kuomba msamaha, basi Baba wa mbinguni atafanya nini? Atanisamehe. Tunapatana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. 18, Matthew 18. Kisha Petro 18:21 mpaka 35. 18:21 mpaka 35. Kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe hata mara 7? Yesu akamwambia, sikwambii hata mara 7, bali hata 7 mara 70. Kwa sababu hii ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake. Alipoanza kuifanya, aliletewa mtu mmoja awiwaye talanta 10,000. Naye alipokosa cha kulipa, bwana wake akaamuru auzwe, yeye na mkewe na watoto wake na vitu vyote alivyo navyo, ikalipwe ile deni. Basi yule mtumwa akaanguka akamsujudia akisema, Bwana, nivumilie nami nitakulipa yote pia. Bwana wa mtumwa yule akamhurumia, akamfungua, akamsamehe ile deni. Mtumwa yule akatoka akamuona mmoja wa wajoli wake aliyemwia dinari 100, akamkamata akamshika koo akisema, nilipe uiwacho. Basi mjoli wake akaanguka miguuni pake akamsihi akisema, nivumilie nami nitakulipa yote pia. Lakini hakutaka, akaenda akamtupa kifungoni hata atakapoilipa ile deni. Basi wajoli wake walipoyaona yaliyotendeka, walisikitika sana, wakaenda wakamweleza bwana wao yote yaliyotendeka. Ndipo bwana wake akamwita akamwambia, ewe mtumwa muovu, nalikusamehe wewe deni ile yote uliponisihi. Nawe je, haikupasa kumrehemu mjoli wako kama mimi nilivyokurehemu wewe? Bwana wake akaghadhabika, akampeleka kwa watesaji hata atakapoilipa ile deni yote. Ndivyo Baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda nyinyi, msipowasamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake. Bwana Yesu asifiwe. Petro ni kimbelembele sana. Alikuwa anauliza maswali. Lakini kuuliza kule maswali, hata mimi na mwingine tunajifundisha hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na akaambiwa ya kwamba kusamehe mtu sikwambie eti mara 7, 7 mara 70. Yaani ina maana kwa siku hata tufikisha hayo makosa 7 mara 70 ni uendelee kumsamehe. Hata kama amekuja dakika hii akakukosea, msamehe. Hata akirudi baada ya sekunde 2, msamehe. Hata 7 mara 70. Hata wewe mwenyewe unaweza hesabu hayo mambo kweli. Sutabidi tu uachilie tu. Yaani akija na lingine achilia. Mtoto akija na lingine achilia. Ndiposa kukatokea huyo ambaye tulikuwa tunaambiwa kwamba mtumwa ambaye alikuwa amewiwa, ama mfalme ambaye deni lake liko na mtu. Na yeye pia huo ufalme umefanana na mmoja aliyetaka kufanya hesabu ya watumwa wake. Alipoanza kuifanya, aliletewa mtu mmoja awiwaye talanta 10,000. Yaani mtu unamdai. Na alivyomdai, cha ajabu mimi nashangaa, eti naye alipokosa cha kulipa, huyo mtu ambaye anadaiwa alipokosa cha kulipa, bwana wake akamuru auzwe. Mwanadamu unaozoga kweli? Auzwe yeye na mkewe na watoto wake na vitu vyote alivyo navyo, ikalipwe ile deni. Sasa akiuzwa sijui anaenda kukaa mtumwa nani? Hapo sijajua. Lakini auzwe. Lakini kwa sababu alikuwa amejua ni makosa ya ile deni na niye mwenyewe, alifanya nini? Akaanguka akamsujudia akasema, Bwana nivumilie nami nitakulipa yote. Katika msamaha pia kuna tunda la uvumilivu. Ni uvumilie mtu ana madhaifu yake vile alivyo. Ni huyo mume ambaye anafanana mpaka sasa unaona kana kwamba anakaa kama mbuzi, kama punda sijui. Mvumilie hivyo. Kuna siku moja Mungu atasikia kilio chako, kwa sababu umemsamehe na umemwachilia. Unapokuja hapa, Baba wa mbinguni anakusamehe pia na anafanya kile ambacho unaomba wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na alipokuwa amesamehewa, yeye naye na upumbavu wake mwingi, akafanya nini?
akaenda naye pia alikuwa anadai mahali. Akaenda akamkamata. Yaani umesamehewa, badala na wewe useme kwamba jamani ni rehema za Mungu nimeachiliwa, ningeuzwa na watoto wangu na mke wangu. Yaani hiyo nyumba na vitu vyote. Sijui angekuwa ni mateka wa mfalme, sijui. Lakini hakurealize hiyo, akaenda akamkamata yule ambaye alikuwa anamdai. Alivyomdai hivyo na hakuna gasiri katika ulimwengu huu. Watumwa wa yule mfalme walivyoona, sio akampelekea report. Ikabidi aregeshwe. Yaani ulikuwa umesamehewa, tena unaregeshwa kwa sababu ya maovu yako. Mimi nilikuvumilia. Mbona hukuweza kuvumilia mtumwa wako? Bwana Yesu asifiwe. Ni mara ngapi tumekuwa na grudges na unasema tit for tat? Haleluya. Hakuja kwangu, sitakuja kwake. Amen. Hivyo ndo tunafanya. Hakuhudhuria. Hakuja kwa hospitali kuniangalia. Hata ile siku atakuwa mgonjwa, sitaenda. Ni neema ya Mungu. Badala useme nilitoka vizuri, wacha nimtembelee mwenzangu, wewe uko na grudges. Yaani uimagine ya kwamba bwana wake akaghadhabika akampeleka kwa watesaji hata atakapolipa ile deni. Ulikuwa ushasamehewa. Lakini kwa sababu upumbavu wako na ujinga wako unaanza kukamata huyu mwingine, naye pia amepiga magoti the same vile alivyopiga magoti na akasamehewa. Hivyo ndio mwenzake alifanya. Badala ningemwambia hata na mimi pia nilipata kibali. Mwana, nadauzwa na familia hapo Yosi. Ningeenda wapi? Hakuwa na hiyo akili ya kufikiria. So yalivyofika kwa mfalme, alivyoghadhabika, alipelekwa kwa watesaji. Na ndivyo Mungu labda anavyofanya kwa wakati kama huu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Yesu alikuja na akakufilia mimi na wewe pale msalabani. Hakuangalia uovu wako, maana yeye hakufanya dhambi hata moja. Alifanya kujitolea msalabani ili kukomboa mwanadamu, ili kukomboa ulimwengu. Na alivyokusamehe, unaona kwamba ni kazi ya Yesu tu. Lakini ujue kabisa ya kwamba kunyenyekea hata mauti, hata pia inastahili pia sisi tugharamike katika ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alitusamehe bure. Alipigwa bure. Taji ya miiba akavalishwa. Na akadungwa mijeledi na kutemewa mate kwa sababu yangu na yako. Lakini mimi ninapokuja kwako ambayo nimekukosea, unakaa siwezi kusamehe, sitamsamehe. Kama umeshindwa kusamehe, angalia kazi ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Hautakuwa na hautajipatia utukufu. Hautakuwa na kiburi. Maana wewe hata siku moja hujafilia hata mamako, haujafilia hata mtoto wako, lakini Yesu kwa rehema zake alikufilia. Ukishindwa na unajua kabisa una kinyongo cha kusamehe, hautaki kusamehe, angalia kazi ya msalaba. Haleluya. Vile Yesu alivyopitia yote paka kuangikwa uchi msalabani, ilikuwa ni kwa sababu yangu na yako. Na kama alisamehe, hata mimi na wewe tunastahili kusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Naona mna download sana tena. Downloadini sana. Lakini ndio niko hapa. Haleluya. Luka 23. Tunamaliza wapendwa. 23:34. Luka mtakatifu 23:34 inasema, Yesu akasema, Baba wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Yesu hakuja kwa wanadamu kuomba msamaha. Maana alikuwa anafanya ibada na kutembea nyumba kwa nyumba kufanya miujiza. Wengi walipona, wengi walifunguliwa, lakini hao ambao wako miongoni waliona vile Yesu alikuwa hata kukiwa hakuna chakula, alikuwa anafanya chakula, yani anapeana chakula. Kukiwa kwamba kumekuwa na hali ambazo hazijulikani, Yesu alikuwa na chip in na kufanya miujiza. Lakini leo hii kwa sababu ya mateso yake, ilibidi ya kwamba hata watu ambao walikuwa wanaona miujiza hawakuweza kutambua, hawakuweza kumlilia. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Hata pia na wao wako hapo hivyo wanasema kwamba Baraba afanya nini? Afunguliwe. Wako hapo. Mafarisayo wanakuaga, hata tuko nao hapa.
ukipatwa na shida ndio utajua. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo hawakuweza kusema kwamba huyu mtu tulikuwa naye hapa, kwa nini mnamfanya hivi? Sasa hapa Yesu angetaka kusamehe, angewasamehe wote. Ilibidi kwa sababu ni Baba alikuwa amemtuma. Akamwambia Baba uwasamehe. Kuna watu huwezi kuwafikia, lakini moyoni mwako uko radhi kusamehe mtu. Watu huwezi kuwafikia. Kuna mtu ambaye kabisa unataka uende umombe msamaha, lakini kwa sababu ya moyo wake ulio mgumu na maovu aliyokufanyia, yeye bado amebebana nayo, anaenda nayo tu. Unatamani siku moja siniangalau anikutanishwe na yeye, angalau nimombe msamaha. Hawa watu wanaombeoga hili ombi, wasamehe maana hawajui watendalo. Wasamehe maana wao they are always right. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. They are always right. Tunastahili kusamehe wale ambao hatuwezi kuwafikia. Baba wasamehe. The more unasema Baba wasamehe maana unajua tendalo, unasikia kitu kinayeyuka ndani ya moyo wako. Unasikia unapona, unasikia unakombolewa, unasikia unafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. John chapter 20 verse 23 nasema hivi: wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Unaona vile tulivyo na kazi. Kama hujaondolea mtu dhambi ile aliyoifanya, kama umemuondolea atakuwa ameondolewa, na kama haujamuondolea utakuwa umemfungia, basi watakuwa wamefungiwa, watakuwa katika hiyo bondage. Jina la Bwana litukuzwe. So ni lipi lizuri? Akae katika hiyo bondage ama aachiliwe ili akafanye nini? Maana unapomwachilia na yeye pia anaachiliwa. Lakini ukimfungia na yeye pia atakuwa anafungiwa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Msamaha unaondoa. Andika Matthew 5:7, sitaisoma, tutaenda kusoma nyumbani. Matthew 5:7. Yanasema kwamba heri wenye rehema maana mtapata rehema. Madhara ya kutosamehe. Madhara ya kutosamehe kunazuia ushirika na Mungu. All through utapata breakthrough na Mungu wako. Maana kuna mtu umembeba ndani ya moyo. Either ni mume, ni mtoto, ni mchungaji, ni mshirika, ni mzazi. Inakufanya ya kwamba hautakuwa na ushirika na Mungu. Unajipata umetengwa na watu. Maana wewe uko na maumivu ndani ya moyo. Hata watu wako na genuine na furaha yao nzuri tu, lakini huo ni hiyo furaha. Sasa mimi nitaenda kwa ile dada, nitaenda kumwambia nini? Unatengwa na watu. Unajipata tu watu wanakutenga kwa sababu hutaki kucooperate. Mahali pa furaha unastahili kufurahi, wewe furahi, kwa sababu moyo umekunja ngumi. Mark 11:25, Marko mlango 11:25, Mithali 22:24 na 25. Mithali 22 mstari wa 24 na 25. Madhara ya kutosamehe lingine ni kwamba Mungu hatakusamehe dhambi zako. Usiposamehe pia Mungu hakusamehei. Mark 11:26. Mark 11:26. Hii nitaisoma. Mathayo 5. Matthew 5:23. Madhara mengine ya kutosamehe ni Mungu hapokei sadaka ama kujibu maombi yetu. Mathayo 5:23-24 inasema hivi: basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako, upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni kusamehe. Yaani ukitaka tu Mungu apokee sadaka, kwa tuwe watu wa kusamehea. Tusameheane. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
ukijijua wewe huko perfect na mimi pia siko perfect, hii safari ya wokovu tutaenda vizuri. Lakini ukijiona tu unajiona ya kwamba wewe uko perfect na mwingine ana madhaifu kila wakati, inakuwa ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Maana saa zote utaona nini? Makosa. Kila mtu ana madhaifu yake. Kila mtu ana unyonge wake. Kila mtu ana maumivu yake kwa moyo. Lakini hayo maumivu yanaondolewa na neno msamaha. Tubu kwa Mungu. Sadaka yako ipate kibali mbele za Mungu na Mungu akaweze kujibu maombi. Hebu fikiria sisi uokoke mpaka majira haya. Mungu amenyamaza na tunamwambiaga Mungu katika Zaburi, usinyamaze wala usinyamaze wala usitulie. Lakini tangu uokoke Mungu amenyamaza. Ushaijiuliza kwa nini amenyamaza? Huenda kwamba hata si mchungaji, si mshirika, ni wewe mwenyewe nafsi yako. Unajiroga wewe mwenyewe kwa sababu ya mambo ambayo umebeba ndani ya moyo wako. Hapo ndio Mungu ataweza kuachilia baraka zetu. Na ukidili na wewe mwenyewe, ukijiexamine wewe mwenyewe, udili na wewe mwenyewe, ujifanyie mkutano wewe mwenyewe, unapomalizana na hapa, basi maybe hayo mengine yanaweza kuwa ni madhabahu, mengine yanaweza kuwa ni uchawi na uganga. Kwa sababu gani? Kwa sababu wokovu ni mimi mwenyewe, kuufanyia kazi ni mimi mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Ile kapatana na ndugu yako ni Matthew 18:15. Andika Matthew 18:15. Andika 1 John 1:9. Yohana wa kwanza mlango mstari wa 9. Isaiah 26 and verse 3. Isaiah 26 and verse 3. Matthew 11:28. Unaposamehe wengine, unapojisamehe, basi unapata pumziko. Ndio inasema ya kwamba njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kunakuwa na pumziko kwa sababu nira ya Mungu ama nira ya Yesu ni laini na mzigo wake ni mwepesi sana. Kile ambacho kinakuumiza, hata na yule mume, leo nenda kampatie smile. Dada Gertrude, na wengine mpatie tu smile ya upendo. Haleluya. Ni yule mtoto ambaye amekukwaza, hata unakaa kwa ibada tukiambiwa uruke, pasa na kangana, rukeni. Moyo umechoka. Kibali cha Mungu kiwe juu yetu. Jina la Bwana litukuzwe.